Mimi wengi wenu hamnijui, lakini yule aliyenituma mnamjua, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mimi ni mtumishi wake. Na kwa majina naitwa Jeremiah Mwaisaka. Okay, kuna mama moja ambaye ameniona kwa muonekano wangu huu. Hebu nionyeshe muonekano wangu. Onyesha. Kwa muonekano wangu huu. Na huyu mama alikuwa ni wale watu ambao nilipokuwa Voi tulikuwa na ushirika na wao. So huyu mama akaniuliza swali ambalo lilikuwa ni la kinafiki. Mtumishi wa Mungu, Yesu bado yuko ndani yako kwa muonekano huo? Nikamwambia unaonaje? Nikamwambia njoo tuombe pamoja. Alipokuja tukaanza kushukuru. Baba, katika jina, sijaendelea, alianguka chini akaanza kutoa mapovu akirusha miguu. Pakawa na mapepo watatu ndani yake. Pepo la uchungu, pepo la kutosamea, na pepo la hasira. Pepo la uchungu, pepo la kutosamea, na pepo la hasira. Bwana Yesu asifiwe. So alipoamka nikamfungulia maandiko, kitabu cha Yohana, ambapo ningependa usome na mimi. Yohana 14 mstari wa 23 hadi 25. Hadi 24. Yohana 14 mstari wa 23 hadi 24. Pale ambapo maandiko yanasema kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu, na mimi pamoja na Baba tutafanya makao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na mimi pamoja na Baba tutafanya makao ndani yake. So mtu wa Mungu, kabla ulishike hilo neno la Mungu, lazima kwanza umpende. Na Mungu pia anakuuliza, utanipenda vipi ikiwa huyo ndugu yako humpendi? Umuonaye humpendi, na mimi usiyeniona utanipendaje? Sasa yule mama nikapata kujua kwamba hakuwa yeye anazungumza, ilikuwa ni yale roho la wivu, la hasira, na roho la chuki. Bwana Yesu asifiwe. That is why watu wengi huwa wanashangaa wakiona vijana kama sisi wadogo tunahubiri Kristo kwa ukubwa. Kuna wengine pia huwa wanashangaa, anaona mtumishi wa Mungu hajavaa vile ambavyo wamekuwa wakifundishwa na dini mtumishi anafaa vae. Hawaoni mtumishi akiwa amevaa suti ama tai. Na mimi najua suti na tai ni za maiti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawaoni mtumishi akiwa ushaona maiti amevalishwa t-shirt. Ushaona maiti amevalishwa t-shirt ama nguo ambayo sio official. Nyoke, huo ni mtazamo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisemi kwamba kila mtu anayevaa official ni maiti. But it is just a doctrine. Ni mtu tu alikaa akajibunia mbinu na mifumo. Sasa hizo mbinu na hizo mifumo kwa Yesu it does not apply. Swali ni je, unampenda Mungu? Kama unampenda Mungu utalishika neno lake. Na kumpenda Mungu kuna kuja ndani kupenda watu wake. Ndio maana kukakuwa na mwanamke malaya anaenda analia miguuni pa Yesu, anamfuta na machozi yake. And then at the end of the day Mungu akampatia kibali. Kwa nini? Alimpenda Mungu na akalipenda neno lake. Mungu akafanya makao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. So mtazamo wa mtu, haleluya, dhidi ya muonekano wako, so long as hauko uchi, haujalivua hekalu la Bwana utukufu. Chapa kazi ya Bwana, wacha siasa, simama imara katika Bwana, na Mungu akubariki. Nilishawaambia mimi hamnijui, lakini yule aliyenituma mnamjua, Yesu Kristo, Mungu aliye hai, ndiye Mungu wangu. Barikiwa sana. Shalom.